Karibu tena kuweza kusikiliza episode yetu ya 4 katika ile story yetu nzuri inaweza kuitwa Siri. Siri hii iliyoweza kujificha katika miaka 10 iliyoweza kupita, na ndani ya episode yetu ya 4 ya leo tunaelezea kuhusu mchezo wa kisasi uliodumu ndani ya miaka 10 katika maisha aliyoweza kuwapitia Neema. Ni mengi yaliweza kutokea katika maisha yake, lakini huenda kuweza kuyajua, ila leo hii tutaweza kujua kuhusu miaka 10 hii iliyoweza kudumu ndani ya kisasi chake. Kama unadhani hii ni stori ya usaliti wa kawaida, bado hujaelewa. Hii haikuanza mwaka jana, haikuanza Anita alipofikia kwangu. Hii ilianza miaka 10 iliyoweza kupita, na mimi ndiye nilikuwa chanzo bila kuweza kujua. Baada ya ile simu ya Anita kukatika, nilihisi kuna kitu kikubwa kinafichwa. Siku iliyofuata kaka yangu alinipigia. Sauti yake ilikuwa nzito. Neema, nahitaji kuongea na wewe. Tulikutana kwenye kefu tulikuwa tunaenda zamani na wazazi wetu kabla hawajafariki. Alikaa kimya kwa muda mrefu sana kaka, kabla ya kuanza kuongea. Unakumbuka yule msichana wa chuo aliyefukuzwa mwaka wa mwisho? Nilijaribu kukumbuka, alafu jina likanirudia kichwani kama radi. Anita. Lakini si mdogo wangu huyu, alikuwa msichana mwingine. Miaka 10 iliyopita kulikuwa na ajali ya Sifa. Mtu mmoja alibebeshwa kosa ili mwingine asiharibikiwe kimaisha. Nilimwangalia bila kuweza kumwelewa. Kaka, una maana gani? Akanitazama moja kwa moja. Anita si jina halisi. Moyo wangu uliruka. Ukweli unauma. Kaka yangu aliniambia ukweli ambao sikuwahi kusikia. Miaka 10 iliyopita, wakati niko chuo, kulikuwa na kesi ya wizi wa mitihani. Mimi nilikuwa karibu kufukuzwa shule, lakini ghafla kesi ikafungwa. Mtu mwingine akafukuzwa baada yangu. Sikuwahi kuuliza sana, nilifurahi tu na kuendelea na masomo yangu. Yule msichana aliyefukuzwa alikuwa ni dada yake Anita, na alijiua miezi michache baadaye. Nilihisi damu yangu ikiniacha mwili. Hiyo ina uhusiano gani na sasa? Niliuliza kwa sauti dhaifu. Kaka yangu alinijibu pole pole. Anita alikuja kwenye maisha yako kwa lengo moja tu, kulipiza kisasi. Ghafla vipande vyote vilianza kuungana. Kuja kuishi kwangu, kumkaribia Daniel, mimba, mara picha, message za siri. Hii haikuwa fair kawaida. Huu ulikuwa ni mpango wa miaka mingi, lakini kulikuwa na kitu bado akikulingana. Kama ilikuwa ni kisasi, kwa nini Kelvin ahusike? Na kwa nini mimba haionekani kuwa ya Daniel? Usiku ule niliporudi nyumbani, nyumba ilikuwa kimya sana.
Daniel hakuwepo. Simu yake ilikuwa imezimwa, lakini mezani kulikuwa na barua yenye maandishi mafupi tu. Neema, kama unasoma hii, tayari ni kuchelewa. Je, Daniel ameondoka kwa hiari au amewekwa kwenye mpango wa kisasi? Na je, Neema ataamua kupigana au atavunjika kabisa? Tusiweze kusahau kuweza kufuatilia peji yetu na stori yetu kali ambayo inaweza kuitwa Siri, ambayo ipo ndani ya channel yetu ya YouTube pendwa inayoitwa Icon Films. Basi leo hii nakushauri kuweza kufanya kitu kimoja tu, yani ni kuweza kushare, kucomment, kulike, pia kusubscribe ili kuweza kuwa wa kwanza kuweza kusikiliza story yetu hii kwa kila inapoweza kupostiwa tu, basi uweze kufikia wewe notification ile kwamba taarifa kwamba Icon Films wameweza kuachia tena ile series yao ya story ambayo inaitwa Siri, nzuri, kali, iliyopoa, yenye kutulia. Asante sana.